tuliokuwepo Jumatano? Ambao hatukuwepo tuseme amen. Nani atawazidi wenzake sasa? Tunatakiwa tushinde. Tuliokuwepo tuseme amen. Ambao tumekuja leo tuseme amen. Kwa waliokuwepo Jumatano ni wengi. Tunaweza tukakaa. Haya. Sasa hapo mwanzo nilipokuwa na tafakari kuhusu Ijumaa na nikana na tafakari nitasimama vipi tena leo hapa. Nilipoendelea kutafakari nilitamani sana niachane na lile somo kwamba tumefanyaje? Tulimaliza Jumatano, alafu tukikutana leo nitamani tuombe sana, yani humu ndani pawake moto. Ila sasa inaonekana tunaendelea na tulipoishia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa lilikuwa somo baya, ndio maana hamna aliyepiga makofi wala kushangilia. Tunaendelea na tulipoishia. Simona lilikuwa gumu. Ingekuwa ilikuwa zuri wanasema tunaendelea, wanasema wow, tuendelee. Kile ukiona tuendelee afu watu wako unachana notes mwalimu ama unaendelea na somo. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kumsalimia jirani, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Majirani watano ukiwa umekaa, nyie watu wanafiki. Acheni hizo mambo bwana. Wajirani watano eti wajirani unawaambia kwa kufanya hivi. Yaani kweli mnapanga hivi kutoka kwenye kiti hadi muamka hapo kwenye kiti. Hapa hivi mnahitaji kukemea. Mtaa huu mnahitaji deliverance. Kuna mtaa wanahitaji ukombozi. Shangilia Yesu. Sasa kuna mtu anayesoma Biblia haraka haraka? Wangapi hata walipata muda wa kupitia yale maandiko? Mliandika vizuri kweli? Wangapi wangapi tuliandika yale maandiko? Wangapi mlipata nafasi hata ya kustudy, kujifunza na kurudia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mtu anatakiwa ananisomea Biblia. Mheshimiwa, Biblia iko wapi? Mbele. Na mimi nakuona. Wewe una notebook ila Biblia huna, na una smartphone. Siuze smartphone ununue Biblia. Hili darasa muda unaenda na hatujaanza kusema chochote. Nataka mtu akuwa ananisomea haraka haraka. Yuko upande gani? Mzee wa kanisa pale? Ni Wakorintho wa kwanza au wa pili? Kwanza soma Timotheo wa pili 2:2. Hiyo sio somo la leo. Niko nasisitizia kitu hapa. Timotheo wa pili 2:2. Kuna msisitizo tunasisitizia wa kitu. Kuna kitu tunasisitizia. Anasema na yale mambo 2:2. Sawa. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 16. Mzee wa kanisa hapo. Ninarudia hicho kilichosomwa hapo cha Timotheo wa pili 2:2. Anasema na rudi kanisani. Uko na amani? Kanunua Biblia ni bado ni msisitizo. Kununua Biblia ni nini? Ni msisitizo yani. Alafu hapo ndio unaonekana ni Mkristo uko serious na nini? Na Ukristo na kujifunza maneno ya Mungu. You need to have your own Bible. Yani ni na kutumia wewe kama case study kwa ajili ya wengine wote ambao hawana. Kumbe unanielewa. Si unamwona hata jirani yako nyuma. Sema amen.
kanisani kwetu wangesema amen kwa nguvu yani. Baada ya hapo mahubiri, nimesema hivi, mahubiri ya kanisani sio vitu vya kukusanya uwe unaweka tu, ila ni vitu ambavyo unakusanya ili uwe na nafasi ya kwenda kufundisha wengine. Ndiyo maana unapata mshirika anapewa madhabahu kuhubiri, badala ashike Biblia aanze kuwahubiri watu. Edit hapo. Umesha edit. Badala achukue Biblia atufundishe vitu ambavyo amefundishika, ushakutana na mhubiri amekaa chumbani anahangaika afundishe nini leo. Maana yake hajai kukaa shuleni. Mwenye amefundishwa, mwenye amehubiriwa hasumbuki kupata mahubiri. Si unafundisha ulivyofundishwa? Umenisoma nachosema? Kwa Wakristo wanaokuja kanisani, wanao ujumbe, wanacho cha kuhubiri, wanacho cha kufundisha, sio cha kutafuta. Ila kama huwa hawafundishiki, hawafundishwi, au wanakusanyika kanisani kwa kukusanyika ila hawakusanyi chochote, hawana uwezo wa kuhubiri wengine. Hayupo Mkristo ambaye utamwambia hivi, chukua maiki uhubiri, alafu aanze unajua tayari una ujumbe wewe. Ujumbe wa Jumapili ulikuwaje? Umeona, hiyo ndio shida ilipo. Yaani hata ujumbe wa Jumapili wenyewe huujui. Jumapili tu hapo huujui. Kwa hata tukikupa nafasi ya kuhubiri, tukikwambia anza kupiga hilo wa Jumapili, unajikuta notes huna. Basi piga wa Jumatano, utashangaa. Umesikia mzee kanisa kaongea maneno mawili, kasema hivi, mlikuwepo. Mzee kanisa kasema halafu tukikuuliza wewe wa Jumatano, tutapata kitu kingine tena. Tutapata varieties. Kwa sababu kwenye darasa moja kila mtu anasikia kwa namna yake. Lakini hii inakupa kibali kama Mkristo kuwa na nafasi na uwezo wa kufundisha Mkristo mwingine ama mtu mwingine, mwanafunzi mwingine, au yule uliyemshuhudia habari za Yesu. Unaenda pale unacheua, naye anakuona una maono, una mafunuo. Ni kwa sababu ulikubali kukaa chini kupokea hayo mafunuo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unashangaa Mkristo unaanza kutafuta notes za mafunuo. Hapana, mafunuo unayo. Hello. So kuna aliyefungua Biblia kusoma na kuna aliyefungua Biblia kujifunza. Yale maandiko tulitoa mengi Jumatano ni kwa sababu tuliwapa nafasi watu wakafanyeje? Wakajifunze. Kwa nirudie sasa lile swali. Imagine hilo swali mpaka tumesomea andiko. Wangapi mlienda kujifunza yale maandiko tuliyowapa kusoma? Oswald kanyosha mkono, nishauona mmoja. Natafuta wa pili. Wangapi tulifunika notes alafu tumekuja tena leo? Tunaendelea kuongeza, tunaendelea kujaza. Umeona? Kwa hiyo unaweza kukuta hasina faida ya kufundisha, isipokuwa natakiwa kuanza upya. Labda kitaumbika ndani ya maisha ya watu. Sasa ndio usome lile andiko sasa. Wewe umeyatumia. Pigeni sasa makofi. Kufundishia watu. That's what we are talking about. Umeona? Unajifunza, unayaweka kwenye practice, na akipatikana mshirika au mwanafunzi, unamwambia kuna kitu kuna ufunuo. Nina neno la Mungu. Nimepata kitu kutoka kwa Mungu ambacho emfungua hapa. Ila umekisikia kutoka kanisani kwenu. Umeona? Usizubae bwana. Mwambie jirani acha kuzubaa. Kaa kwenye zamu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwaminifu na unaweza kuwafundisha wengine. Bwana Yesu asifiwe.